Twevo ile chiguni Yesu tororere hamavera ama mochaito hatuatana nire naye ama savaito aveire liugivosi wao homwano Daudi tororera mavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa de nompole nyagoteta materane nabo kwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane narororo nyasabe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengi amawokora nyasabe meganda baseseni nandaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli nyasabe meganda bamona ino amen shalom shalom. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Right, asante sana mpenzi mtazamaji, kama kawaida tena meza hii tushafika. Ukiangalia meza yetu hapa kuna magazeti mawili hapa, na kwangu hapa ni The Standard ambapo tunaenda kuangalia moja kwa moja yale yaliyomo. Nite Edwin Mukaya. La kwangu ni Fidel Omoshoge na nina gazeti la Taifa Leo ambapo naenda kukujuza yale ambayo yamenakiliwa ama yamechapishwa katika gazeti hili. Ikumbukwe kwamba kuna wale viongozi ambao walikuwa wameanza kumpinga kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, wakisema kwamba ripoti ya BBI ilikuwa inafaa kufanywa marekebisho, wakiongozwa na ikumbuka kwamba chama cha ODM kilikuwa kimegawanyika katika makundi matatu. Kuna wale ambao walikuwa wanasema hiyo ripoti ipo sawa, kuna wale walikuwa wanasema kwamba ripoti hiyo ifanywe mzaza, kuna wale walikuwa wanasema kwamba ripoti hiyo haina shida yoyote. Sasa wale ambao walikuwa wanaongozwa na seneta wa Siaya James Orengo, mbunge wa Rarieda Tienda Amolo, yule ambaye alitimuliwa kutoka kwa nyadhifa ya uongozini, kuna nyadhifa alikuwa ameshikilia katika bunge kuu, waliweza kupigia mzaza, waliweza kusema kwamba ripoti hiyo haina shida na wakaipitisha. Wanasema kwamba wabunge maseneta wanaobweka nje bila kung'ata ni wale ambao wanabweka lakini hawang'ati, hawaumi. Wamepewa kauli hiyo. Hayo tunaenda kuiangazia katika ukurasa huu ama gazeti hili la Taifa Leo. Hizo ni baadhi za habari kuu katika gazeti hilo. Wanasema kwamba kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga na aliyekuwa naibu rais Kalonzo Musyoka sasa watapokea mamilioni ya fedha kama marupurupu, na pia wafanyikazi wao watakuwa wanalipwa kidonge kubwa la pesa kama njia moja ya kuwashukuru kwa kazi ambayo walikuwa wameifanya hapo awali. Pia katika ukurasa huu ama gazeti hili tutaenda kuangazia wale ambao wanajifunia kupitia kwa ubunifu wao. Katika gazeti hili tutaangazia hayo. Kuna wale wanasema kwamba ukumbuke kwamba leo ni siku ya mwisho ya Ramadhan. Wanasema kama Eid Fitr, Ramadhani iliweza kuisha jana, sasa leo ni Eid Fitr, ile siku ya mwisho ambapo wale ambao wamekuwa wakifunga, wale Waislamu ndugu dada wamekuwa katika mfungo huu wa mwezi moja, sasa watasherehekea, watajivinjari kwa vileo, vinywaji mbalimbali huku wakisherehekea siku ya mwisho ya Ramadhan. Na kumbuka kwamba mvua inaendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali nchini Kenya, huku wakazi wa Nairobi wakiendelea kusema kwamba ile tume ambayo inaangazia jiji hilo iweze kuangalia na kuweka njia, kutengeneza barabara ili mvua isivurike katika maeneo mbalimbali katika kaunti hiyo ya Nairobi. Hayo tu ndio yalikuwa yameangaziwa katika ukurasa huu wa mbele katika gazeti hili la Taifa Leo, lakini tutaingia ndani ili tuweze kuiangazia zaidi.
Moja kwa moja ukurasa wa kwanza hapa gazeti langu la The Standard. Naona kwamba zaidi ya rafikize naibu wa rais William Samoei Ruto ni kama wataonyeshwa mlango hivi karibuni. Kwanza tukianzia na yule ambaye anaitwa Isaac Mwaura ambaye alionyeshwa mlango. Sasa hivi wenyeji ama vigogo wa chama hicho cha Jubilee vile vile wanataka kuwaondoa wengine kwenye chama hicho. Hayo ni katika ukurasa wa 8. Vile vile katika ukurasa wa 3 tutangazia gavana mmoja, watoto wake vile vile na bibi yake ambaye wamehusishwa na kupotea kwa mamilioni ya pesa katika kaunti moja. Tenda kuangalia ni kaunti gani hiyo. Vile vile Museveni ambaye ni rais wa 6 wa kipindi cha 6 pale Uganda aliapishwa hapo jana, ambapo alinyosha kidole cha lawama kwa zile nchi za magharibi. Tutaenda kuangazia hayo kwa kina. Vile vile kuna hapa wanaangazia mmoja ambaye alikuwa ni Olympic mkimbiaji, alikuwa anaitwa kama ni Maradona, anaitwa Samuel Wanjiru, ambaye alikuwa na pesa nyingi zaidi lakini akazitumia kwa anasa, jinsi bibi yake anavyosema, lakini mwishowe akazikwa mwaka wa 2011 akiwa maskini hohehahe. Hayo tutaenda kuiangalia vile vile. Ukurasa wa 21 tunaenda kuangalia jinsi wakuu ama mabosi ya kaunti ama magavana wa kaunti wataenda kuulizwa maswali zaidi kuhusiana na matumizi ya fedha za kupigana na ugonjwa wa corona hapa nchini Kenya. Hayo yote katika ukurasa huu wa 21. Tuna moja kwa moja ukurasa wa pili gazeti la Taifa Leo. Tukiangazia katika ukurasa huu wa pili gazeti la Taifa Leo, tunasema kwamba kuna afisa ambaye ni kamishna mkuu kutoka kaunti ya Mombasa ambaye ametishia kuadhibu wazazi. Hivi majuzi nimewambia kwamba kuna makundi ambayo yameanza kuibuka katika kaunti ya Mombasa ambayo yanateza wananchi, yanawapa majeruhi, wanawajeruhi wananchi katika kaunti hiyo ya Mombasa. Sasa kamishna wa kaunti hiyo anaitwa kama Gilbert Kitio amesema kwamba ataanza kuadhibu na kuwashika na kuwashtaki wale wazazi ambao watoto wake wanatekeleza majukumu hayo ama mashambulizi hayo. Wanasema kwamba kuna vijana takriban 30 ambao wamejitokeza, wako na silaha mbalimbali hatari, ambao wameanza kujeruhi wananchi katika kaunti hiyo ya Mombasa. Ukurasa ni wa pili. Katika ukurasa wa pili wanasema kwamba Kalonzo Musyoka, Raila Amolo Odinga ambaye aliyekuwa waziri mkuu, Kalonzo Musyoka ambaye aliyekuwa naibu rais, wanasema kwamba sasa wameanza kupata vinono. Hii ni baada ya serikali kukubali kulipa mishahara ya wafanyikazi wao ama wa aliyekuwa waziri mkuu na Raila Amolo Odinga na aliyekuwa makamu rais Kalonzo Musyoka, pia Mudavadi na Mudi Awoli. Kumbuka kwamba kuna bajeti ambayo imeunganishwa ya 2021-2022 ambayo itakuwa inamfaidi. Makadirio hayo yanaonyesha kuwa waziri mkuu ama aliyekuwa waziri mkuu bwana Odinga atakuwa analipwa 10.5 milioni 10.5 kila mwaka, na wafanyikazi wake wa nyumba watakuwa wanalipwa wanasema kwamba shilingi, wafanyikazi aliyekuwa naibu rais au makamu rais Kalonzo Musyoka atakuwa analipwa 8.7 milioni 8.7 kila mwaka, na wafanyikazi wao watakuwa wanalipwa ambao ni madereva watatu. Bwana Odinga kuna madereva watatu, wasaidizi wake wawili, katika afisi yake na yaya wawili, na wahudumu wawili wa kurembesha jumba lake, na pia watakuwa wanalipwa marupurupu hao wote watatu. Hiyo pia itatendeka katika aliyekuwa naibu rais. Pia Kalonzo Musyoka atakuwa analipwa hayo, na pia hao watakuwa wanalipwa hadi kifo. Atakuwa analipwa hizo fedha hadi kifo. Unajua amesema kwamba 10.5 million kila mwaka itakuwa ya Raila na 8.7 million kila mwaka itakuwa ya Kalonzo Musyoka. Na ukumbuke kwamba Mudi Awoli pia yeye atakuwa analipwa kwa sababu amehudumu kama naibu rais, amehudumu kama naibu rais.
hiyo ni dongo nono sana watakuwa wamepata. Wanasema kwamba kuna mwalimu mmoja ambaye amefichua ziri ambayo ilifanya shule yake ikang'aa. Anasema kwamba ni ushirikiano kati ya walimu, wanafunzi na pia wazazi. Hiyo ndio ilipelekea shule yake kufuzu. Huo ni ukurasa wa pili. Na ikumbuke kwamba leo ni siku ya kuidhinisha ama kuadhimisha Ramadhani iliweza kuisha hapo jana, na leo ni siku kuu ambayo wale Waislamu watakuwa wanasherehekea kwa kukula, kukunywa katika misikiti tofauti. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa pili. Katika ukurasa wa tatu wanasema kwamba maseneta kumbe wabwekaji wasio na uwezo wa kung'ata. Kuna wale maseneta, kuna wale wabunge ambao wamekuwa wakisema kwamba ripoti ya maridhiano ya BBI inafaa kufanywa marekebisho, kisha baadaye wakaweza kupigia ripoti hiyo debe na kusema kwamba lazima ipitishwe. Wanasema kwamba wakiongozwa na seneta wa Siaya James Orengo na mbunge wa Rarieda Atiende Amoro walidai kwa mswada huo mzima wa BBI ulikuwa na vipengele ambavyo vilikuwa vinavaa kufanywa marekebisho. Hatimaye walipigia kura na kupitisha ripoti hiyo ya BBI. Kumbuka kwamba seneta wa Siaya James Orengo amekuwa akiongoza kundi ambao lilikuwa linataka kwamba ripoti hiyo ya BBI iweze kufanywa marekebisho. Hadi mbunge wa Rarieda ambaye alikuwa ametimuliwa katika cheo ambacho wadhifa ambao alikuwa ameshikilia katika bunge kuu pia aliweza kupigia ripoti hiyo na kuipitisha ripoti hiyo ya BBI. Maseneta 52 ndio waliokuwa maseneta ambao walipitisha ripoti hiyo ya BBI, huku maseneta 12 wakipinga ripoti hiyo ya BBI. Kuna wale maseneta kama Enoch Wambua wa Kitui, kuna Moses Wetangula wa Bungoma, Mtula Kilonzo Junior na wa Makueni, Margaret Kamara wa Sinigishu na miongoni mwa seneta wengine ambao walikuwa wamewakilisha nyadhifa kwa speaker, wakisema kwamba ripoti hiyo inafaa kufanywa marekebisho. Lakini ajabu ni kwamba maseneta hao waliweza kuipitisha ripoti hiyo ya BBI wakisema kwamba hii ripoti hiyo haina shida yoyote, inafaa kupitishwa sababu ina mazuri mema kwa Wakenya. Ikumbukwe kwamba kuna wale ambao walikuwa wamekataa tena kuhusu ripoti hiyo. Kuna wabunge ambao walikuwa wamekana wakisema kwamba ripoti hiyo ya BBI inafaa kufanywa marekebisho, lakini kisha baadaye waliweza kuipitisha ripoti hiyo. Kumbuka kwamba kuna wabunge kama Kimani Ngujiri wa Bahati pia aliyosema kwamba ripoti hiyo haifai kupita, lakini kisha baadaye aliweza kuipigia debe ripoti hiyo ya BBI. Kuna wale wengine kama seneta wa Mandera anaitwa kama Ledama, seneta wa Mandera anaitwa kama Maalim Mohamud, kuna John Kinywa, kuna Ledama Olekina wa Narok, Philip Maaye wa Kajiado na seneta Marum Alice Migilo, hao ambao walikuwa ni wandani sana wa naibu rais. Kisha baadaye wakaipigia ripoti ya BBI kura wakisema kwamba inapaswa kupita. Katika taarifa ya mwisho katika gazeti hili la Taifa Leo ukurasa wa 3 ni ile wanasema kwamba Isaac Mwaura aliweza kutimuliwa hapo jana kama seneta mteule, na Leshole aliyekuwa seneta wa Samburu anaitwa kama Sami Leshole akateuliwa rasmi kuchukua ama kuchukua wadhifa huo wa seneta mteule. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3 gazeti la Taifa Leo. Naam, shukrani sana. Tuende moja kwa moja ukurasa wa 2 wa gazeti langu hapa The Standard, na kama kawaida tunajua kwamba ni historia. Kama kawaida gazeti la Standard ukurasa wa 2 tunajikumbusha yale yamepita kidogo. Leo hii tunaenda kuangazia miaka 99 ama karibu miaka 90 iliyopita. Tuangazie pale Nyali, kuna lile daraja naitwa Nyali Bridge, linajulikana sana. Kwa hivyo hilo daraja ama idea, tuseme akili ama plan ya kuanzisha daraja hilo ilianza mwaka wa 1926 na Mlowezi
alikuwa anaitwa Rodwell, ambaye alikuwa ameanzisha kampuni la Nyali Limited, akaenda kutafuta wawekezaji pale Britain ili waje wamsaidie kujenga daraja lile. Manake vile vile hapo kando ama hapo awali kulikuwa na kampuni ya Smith Mackenzie and Company Limited ambayo ilikuwa limeanzisha kampuni la Makonge na Mukonge, lakini sasa ikawa ni vigumu ku access manake kulikuwa na kisiwa pale. Kwa hivyo kupita kisiwa hadi bara ilikuwa ni shida. Kwa hivyo haya yote yakachangia kwanza mpaka wakaamua kwamba kuna watu walikuwa wawekezaji waliamua mwanzo lazima watawekeza vyema zaidi kwenye daraja hilo ambalo lilijengwa kwa tani 4,000. Likajengwa pale likawezesha kwanza kwamba kuna upito kati ama kuna mapito kati ya kisiwa na bara. Kwa hivyo ingawaje serikali ya Kenya kuna wakati ilikuwa inataka mwanzo ibomoe daraja hilo ili iweze kulijenga upya, iliweza kupatwa na vizuizi vingi. Manake kuna washikadau ambao walienda kotini wakisema kwamba kidogo wanahofia mashamba yao yatanyakuliwa. Kwa hivyo pengine halitajengwa ama halitabomolewa, japo serikali kaitajenga lingine, huenda ikajenga daraja lingine tu, hilo lisalie pale pale tu. Kurasa huo wa pili, kama kawaida tumejikumbusha hayo, waweza pata gazeti lako la The Standard uweze kuangalia hayo kwa kina. Vile vile ukurasa wa 3 hapa tunaangazia gavana, bibi yake, watoto ambao wamehusishwa na mamilioni ya pesa ambao yameweza kupotea. Hapa tunakuangazia Abdi Mohamud ambaye ni Wajia, ni gavana wa Gajia ambaye kidogo alikuwa anataka kungolewa mamlakani kwa tuhuma za ubadhirifu wa hizi fedha za county, fedha za serikali ya county. Tunaambiwa kwamba bibi ambaye anaitwa Haire Omar Maalim pamoja na mtoto wake msichana ambaye anaitwa Faria Mohamed Abdi, vile vile na mtoto wake wa kiume ambaye anaitwa Yusuf Mohamed, wamefuatwa zaidi. Manake kuna tenda nyingi zaidi za serikali ambazo wamezichukua na si halali. Vile vile tunaangalia kuna shilingi milioni 8 ambazo huyu msichana ama mtoto wa gavana huyu aliweza kutumia pale KICC kwa fashion show. Milioni 8 za county. Akazitumia pale Kenyatta International Convention Center kwa fashion show. Kwa hivyo wanaendelea kukua grilled, pengine waweze kusema ukweli kwamba hizo fedha zinaelekea ama zilienda wapi. Ukurasa ni wa 2 na 8. Kunadhi. Ukurasa ni wa 2 na 3 huo. Katika ukurasa huu wa 4 katika gazeti la Taifa Leo wanasema kwamba tujiepushe na ubahili, usichangie saumu zetu kubakia na madoadoa. Ikumbuke kwamba leo ikiwa ni siku ya Eid al-Fitr, siku ambayo wale ndugu dada Waislamu watamaliza mfungo wao na kusherehekea kwa vitu mbalimbali katika madhehebu mbalimbali. Sasa wanasema kwamba tujiepushe na ubahili ili tusichangie saumu zetu kubakia na madoadoa. Kuna ratiba ya leo ambayo inafaa kufuata ikiwa leo ndio siku ya mwisho. Kuna Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, Garissa, Kitale, Mandera, Isiolo, Nyeri, Malindi na Lodwar pia Lamu. Katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba serikali yadai shirika linataka kukwepa ushuru, huku USAID ikidai haitaruhusu dawa zake kusambazwa na KEMSA. Hiyo ni ripoti kuhusu ARVs. Wale wa Kenya wamekuwa wakililia kwamba zile dawa ambazo zinawasaidia kujikimu kimaisha za ARVs bado ni ndogo sana nchini, na wamekuwa wakisitaji kwa kuwa zinawasaidia kuendelea kuishi. Katika ukurasa huu wanasema kwamba katika kaunti ya Laikipia kuna watu ambao wameonywa kuhusu matapeli wa ardhi. Kuna watu ambao washaanza utapeli wa ardhi katika kaunti ya Laikipia. Katika kaunti ya Mombasa wanasema kwamba wazazi wana wahalifu kushtakiwa. Kuna wale wazazi ambao watoto wao ni wahalifu. Nimekuambia kwamba yule ambaye ni kamishona wa kaunti ya Mombasa Giripata Kitio amesema kwamba kama mtoto wako ni mhalifu na wewe unatoka katika kaunti ya Mombasa, lazima ushtakiwe kwa makosa hayo kwa sababu umeshindwa kumlinda mtoto wako. Katika kaunti ya Kwale wanasema kwamba mzozo kuhusu ardhi wavuruga elimu.
Katika ukurasa huu wanasema kwamba Gavana Sang MCA mbioni kungoa speaker. Hapo ni katika kaunti ya Nandi ambapo gavana wa kaunti hiyo Sang na MCA wapo tayari kuweza kumngoa mamlakani speaker wa kaunti hiyo ya Nandi. Katika ukurasa huu wa 5 ni makala maalum kuhusu mvua ambayo imeanza kuwasomba watu, kusomba mali katika kaunti ya Nairobi na katika kaunti mbali. Hayo ni ya ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Na ukurasa wa 4 hapa gazeti langu hapa The Standard tunaenda kuangazia kisa kimoja ambacho msichana wa kike aliweza kujinusuru kutoka kwa mikono ya mbakaji. Huyu mwenye miaka 17 ni mwanafunzi wa shule, aliweza kupewa lift na mtu ambaye asiyemjua. Walikuwa wanadada wawili ama wasichana wawili walikuwa wanaelekea shuleni. Kwa hivyo huyo akajitolea kwamba atawapeleka shuleni wote. Kwa hivyo wakaingia kwenye gari, lakini kwamba huyo jamaa mwendeshaji gari mwenye miaka 34 ni kama pengine alikuwa na nia zake tofauti. Kwa hivyo alikuwa na wabeba ili kuna Kabuko na Limuru. Mmoja wa Kabuko, mwingine alikuwa anaenda Limuru. Kwa hivyo akamdropisha mmoja wa Kabuko akaelekea Limuru ili aweze kumpeleka huyu mwingine kwenye shule. Mtu tu alijitolea, wanadada wakaona kweli huyu msamaria mwema. Kwa hivyo wakaamua tu acha wengine ndani ya gari waende moja kwa moja hadi shuleni. Lakini sasa ilifika mahali fulani jamaa mwenye gari akaamua kupinda kidogo, akaenda akafuata njia tofauti na ule wa kwenda pale Limuru. Akaweza kwenda kuna mahali kuna tea plantation ama tuna majani chai mengi zaidi. Alipofika pale aliweza kumtoa msichana na kumbaka, akimtia hofu, akimwambia kwamba iwapo atakataa angemuua pale. Nakumbuka ilikuwa ni saa 10 asubuhi. Kwa hivyo ikabidi msichana amecooperate kidogo, hayo akambaka, akamaliza, kisha akamweka ndani ya gari. Lakini sasa kidogo akitoka kwenye ujia huu akifuata barabara kubwa, ndo huyo msichana aliona kuna watu walikuwa wanachuma chai pale. Ikabidi ameshika usukani kabisa hadi gari ile likaingia kwenye ditch ama mtaro. Akashika vifunguo vya gari ile akatupa mbali ili yule pengine aziwashe ile gari na aweze kutokomea. Ndipo watu walikuwa hapo wakakimbia, wakagundua kuna jambo linaendelea pale, manake msana alikuwa anatoa ukimi mkali. Alimshika huyo na kumjeruhi vibaya zaidi, kisha wakaita polisi wakampeleka kwenye jela. Hayo ni katika ukurasa huo wa 4. Ukurasa wa 5 hamna la kutufaidi, ni ile tu naona hapa hamna. Twende ukurasa wa 6. Ukurasa wa 6 hapa ndo tunaangazia kisa cha Maradona ambaye alikuwa anaitwa Samuel Kamau Wanjiru, ambaye ashaga dunia. Kuna wakati alikuwa na fedha, kuna wakati alikuwa na mamilioni ya fedha, lakini pengine alitumia mamilioni yale vibaya kwa kujiburudisha, anasa, vile vile hakuwekeza. Manake kuna watu walimpa nasaha wakimwambia, kama kuna lawyer wake ambaye alimpa nasaha akimwambia pengine hizo hela aweze kuzitumia vizuri na pengine aweze kubadilisha mwenendo wake ama jinsi anavyoishi. Lakini kidogo tunakwamba Samuel hakutilia hayo manani, aliweza kuendelea tu na hali ile ya maisha mpaka kifo chake. Alipokufa ikabidi amekufa na akiwa maskini zaidi. Aliacha bibi yake mrembo zaidi hapa anaitwa Teresa Njeri, ambaye amesema maisha imekuwa magumu zaidi, lakini hawezi kumsaliti mumewe ambaye alishaaga. Manake serikali vile vile ilikuwa imetoa ombi ama ilikuwa imetoa ahadi kwamba itampa vitu fulani. Wengi wakasema watampa sijui mahali fulani, vitu mingi tu, lakini hazijatendeka hadi sasa hivi. Lakini anasema kidogo hawezi kutelekeza bwanake ingawaje ashakufa. Ile upendo ama ule upendo aliokuwa nao hawezi kusaliti. Hayo ni katika huu ukurasa wa 6, na pengine si jambo geni by the way. Tushaona mengi yakitendeka. Unapata mtu alikuwa ni celeb, alikuwa na fedha, wakati fulani inafika anazitumia vibaya, ulevi nini, inafika mahali anasota kabisa. Kwa hivyo anaanza kulia wa Kenya, oya nahitaji msaada.
Si hata kuna watu wengi, kuna maselebu wengi sana, waigizaji wengi ushawaona. Imekuwa ni kama trend. Imekuwa bedhe ni trend, manake mtu anatumia fedha zake vibaya kidogo kidogo na kuja unasikia nimeshinda kulipa kodi ya nyumba. Wewe mwenyewe pengine unaishi kwa nyumba ya ni single tu, unalipa 2,000 3,000, unachangia mtu analipa nyumba 40,000, unaona. Kwa hivyo kidogo tuseme ni kutojipanga, kwa maoni yangu tu. Naam. Katika ukurasa huu wa 8 wanasema kwamba mvua ni baraka, tupande miti. Wakati huu wa mvua wanasema kwamba Wakenya wajitokeze ili waweze kupanda miti kwa sababu miti ni uhai. Huo ni ukurasa huu wa 8. Katika ukurasa huu wanasema kwamba ni aibu kwa ODM na Jubilee kuangamiza demokrasia. Wanasema kwamba kuna huyu aliyekuwa mbunge wa Rarieda aliyetimuliwa katika cheo ambacho ama wadhifa ambao alikuwa ameshikilia katika bunge. Wanasema kwamba kutimuliwa kwake hakukuwa kunaonyesha demokrasia katika vyama vyetu. Na anasema kwamba raia wazalendo nchini na wapenda demokrasia wanahuzunika kutambua handshake ndio inatumia kama vimbo kwa kuangamiza mfumo wa demokrasia vya amani. Anasema kwamba huyu mbunge wa Rarieda ambaye picha yake imewekwa huku, anasema kwamba kutimuliwa kwake hakukuonyesha picha nzuri. Na swali ni je, wanauliza utaacha kumbukumbu gani utakapoaga dunia wewe kama Mkenya, kwa ule wadhifa ambao umeshikilia kokote pale, kwa ile kazi ambayo unaifanya mahali popote pale, utaacha kumbukumbu zipi wakati utakuwa umeiaga dunia? Ushatengeneza mazishi yako au la? Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 8 na ukurasa wa 9 katika gazeti la Taifa Leo. Na moja kwa moja ukurasa wa 8 gazeti la The Standard, hapa tunaangazia chama cha Jubilee. Siku mbili tu tumeangazia jinsi Isaac Mwaura aliweza kungolewa kwenye wadhifa wake, na kidogo unajua kuna wakati ilikuwa kidogo wanasema kwamba si halali kumngoa ama kuangoa wale walikuwa wameenda kinyume, lakini tunaona kwamba ilifanikiwa, chama kilifanikiwa kumngoa mamlakani. Kwa hivyo sasa hivi vigogo kwenye chama hicho wameamua tena kuangoa mamlakani watatu ambao pengine wameenda kinyume, ambaye mmoja ni mbunge wa eneo bunge la Gatundu South Moses Kuria, kuna ule seneta mteule ambaye anaitwa Millicent Omanga, vile vile kuna Cecily Mbarire ambaye ni mteule vile vile, ambao wameenda kinyume na maagizo kivyao, ama kila mtu na kosa lake. Kama Moses Kuria anasema kidogo pale kuna uchaguzi mdogo ambao ama kuna kura tunasemaje, kampeni zinaendelea za uchaguzi mdogo pale Juja. Na vile vile tunaona kwamba Moses Kuria ameamua kumsupport ama kumpigia kampeni George Koimburi ambaye ni kutoka chama cha PEP, People's Empowerment Party, badala ya kusupport ule wa Jubilee. Kwa hivyo alienda kinyume na yale masharti ambao chama cha Jubilee kishaweka. Vile vile kuna huyu Millicent Omanga, yeye kwake kidogo alikuwa anapinga uamuzi ule uliofanywa na kupinga ripoti ile ya BBI. Naam, vile vile Cecily Mbarire na yeye pia alienda kinyume na chama cha Jubilee na maagizo yote kwa kuenda kinyume na ripoti ile ya BBI. Kwa hivyo wote ni kama kidogo wamefika kwenye ukingo, na pengine wanaweza ngolewa mamlakani wakati wote ule, wafuate yule mwenzao ambaye ni Isaac Mwaura. Najua Edwin, haya yote yalitokea pale ambapo viongozi hao walikuwa 6. Pale ambapo viongozi hao 6 walipoitwa, kuna mwito ambao rais aliwaita katika mkutano. Maseneta hawa 6 hawakuitikia ule mwito. Hii saga yote, hii shida yote ilianzia pale. Kumbuke kwamba Isaac Mwaura hakufika, Millicent Omanga hakufika, na wengine 4 hawakufika katika mwito huo. Walikuwa wamesema kwamba wao wako katika Hustler Nation. Najua kuna ndio maana jana walikuwa wameangazia katika gazeti la Taifa Leo, walikuwa wamesema kwamba lazima usingatie zile kanuni za chama. Chama kina kanuni zake ambazo chama ikisema kwamba tunataka kusupport ripoti ya maridhiano ya BBI, lazima uunge mkono, hauna lolote lile. Kwa kuidhinisha na hayo, uliona Senator wa Siaya James Olengo amekuwa akiwika akibweka kwamba ripoti hii zima inafaa kufanywa marekebisho. Uliona huyu Rarieda MB Tenda Molo amekuwa akisema kwamba ripoti hii lazima ifanywe marekebisho, hadi akangolewa katika mamlaka ama wadhifa ambao alikuwa ameshikilia katika bunge. Lakini sasa bado
kisha baadaye alisema kwamba ndio ripoti inafaa kupita. Ilipita. Sasa hivyo najua kuna zile kanuni za chama lazima zifuatwe. Lazima zifuatwe ndipo sasa ukae katika chama hicho. Sasa unajua saa hii Isaac Mwaura ni raia tu. Ni raia tu. Hana lingine. Sasa ni raia tu. Katika ukurasa huu wa 8 wanasema kwamba heko watainiwa KCSE 2020 kwa kuwa mifano bora kwa wadogo wao. Na kuna wanasema kwamba by the way kuna waliotunga mimba wasichana wa shule wachukuliwa hatua. Inasemekana kwamba kuna wasichana 600 ambao walikuwa wamefanya mtihani wa KCSE wakiwa hospitalini, wakiwa wanazaa, wasichana 600. Hivyo wanasema kwamba kuna heko kwamba wale ambao walikuwa wamewatia mimba waweze kuchukuliwa hatua. Huo ni ukurasa wa 10 gazeti la Taifa Leo. Katika ukurasa wa 11 wanasema hivi, kuna wale ambao wanachitafutia wanachichumia kwa sanaa mbalimbali. Kuna wale ambao wanatengeneza majeneza, kuna wale ambao ni wakulima. Anasema kwamba akili ni mali. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 10 na 11. Na moja kwa moja niangazie ukurasa huu wa 10 hapa. Kuna wale wanadada ambao kidogo wakati wa kuzaliwa walikuwa wametenganishwa na walikuwa mapacha pale Kakamega. Mmoja alikuwa anaitwa Sharon Mathias, mwingine alikuwa anaitwa Melon Lutenyo. Hao walikuwa wameseparatiwa, wakabadilishwa, lakini wakuja kupitia mtandao wakapatana. Ndio hivyo wakajuana kwamba walikuwa DNA ikafanywa, ikajulikana kwamba walikuwa mapacha. Kwa hivyo angawaje walikuwa shule tofauti. Sharon alikuwa anasomea shule ya Butere Girls High, na Melon alikuwa anasomea shule ya Bishop Sulumeti Girls pale Kakamega County. Wote walipata alama tofauti. Kuna mmoja alipata C+, kuna mwingine alipata C+, lakini sasa hivi tunaambiwa kwamba kidogo wamesema kwamba tofauti ya alama za form 4 haziwezi kuwatenganisha, na hivyo itabidi kwamba wamefanya ualimu wote waende career moja katika masomo yao ya kiwango cha juu. Hayo ni katika ukurasa huo. Vile vile tunaangazia mvulana mmoja ambaye kidogo alizoa alama 295 katika mtihani wake wa KCPE, ambapo aliweza kuchekelewa na wenzake zaidi, wengine wakamcheka. Kuna wale walikuwa nasema kwanza mwanzo hafai, hawezi, lakini alienda katia bidii zaidi, na mtihani uliotoka wa KCSE aliweza kuzoa alama ama grade A, grade ya A yenye point 81. Kwa hivyo ni historia inaonyesha kwamba ngawaje pale KCPE unaweza anguka mtihani, ai relate kivyovyote vile na yale ambao kile utakachokipata unapofanya utakapoenda kukalia mtihani wako wa KCSE. Turuke moja kwa moja kutoka hapo hadi ukurasa wa 14, manake hapa sijaona lolote la kutufaidi sisi hapa. Hapa ukurasa wa 14 hapa ndo tunaangazia kwamba tunajua juzi tu rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu alikuja hapa Kenya, na akasema kwamba kidogo amekuja kuleta suluhu ameleta suluhu nchini Kenya, kwamba kidogo kulikuwa na shida mwanzo kwa mpaka wa Tanzania na Kenya. Kumekuwa na mashida kidogo. Kulikuwa na non-tariff barriers hapo kwenye mpaka, ambao uendeshaji matruck walikuwa nasema kidogo they spend a lot of time, wanachukua muda mwingi zaidi kukaguliwa pale kwenye mpaka. Lakini kutokana na kutembea kwa suluhu hapa Kenya kusuluhisha mambo kama hayo, sasa hivi hayo hayatakuwa, yameondoa hayo. Kwa hivyo biashara baina ya nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya zitakuwa safi zaidi. Vile vile ukurasa huo tunaangalia Museveni mmoja wa Uganda, ni kigogo ambaye ameongoza sasa hivi kwa kipindi cha 6. Ameongoza kwa 3 decades. Alikuwa naapishwa hapo jana, ambapo viongozi wa nchi mbalimbali 11 waliweza kufika pale Kololo Stadium in Kampala. Lakini hapo kuna mmoja ambaye hakuingia, ambaye ni Paul Kagame wa nchi ya Rwanda. Uhuru Kenyatta vile vile waliweza kuangaliana ama kufesiana moja kwa moja na rais wa Somalia Mohamed Farmajo, ambaye kidogo kwa siku kadhaa zimepita ama siku chache zimepita wamekuwa uhusiano wetu najua na Somalia kidogo haupo timamu ama hauko imara. Hivyo haya yaliendelea, ambapo sasa
Mseveni aliweza kuonya watu from the western countries akisema kwamba kuna watu wanajifanya kwamba wanajua demokrasia. Unajua nchi za ugaibuni walikuwa wamesema kwamba kidogo Uganda demokrasia imekuwa bridged, amba watu bado hakuna demokrasia. Kwa hivyo akasema kwamba wale wanaojifanya kwamba ndio wanajua mambo kuhusu demokrasia ama usawa ule, waje na makaratasi yao waonyeshe hii ndio tuko nao, hasa tuongelee mambo ya demokrasia. Ni katika ukurasa wa 14. Vile vile ukurasa huo tunaangalia kwamba aliyeteuliwa kama hakimu mkuu Martha Koome leo hii atafikishwa kwenye jopo la Assembly Justice and Legal Affairs Committee ili aweze kufanywa vetting ikiwa atapita ama hatapita. Nakumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliweza kumuidhinisha baada ya kuteuliwa, akamuidhinisha siku hiyo, hata isikwenda siku 2 ama 3. Alimuidhinisha siku hiyo. Ni hayo tu. Kumbuka kwamba kuna yale madai ambayo yaliibuka kwamba unajua rais ametoka Mlima Kenya, naibu rais naibu ametoka katika Mlima Kenya, speaker ametoka katika Mlima Kenya, pia jaji mkuu atoka katika Mlima Kenya. Kuna yale madai ambayo yalikuwa yameibuka, lakini sijui wanasema kwamba ndio maana la rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta alianza kutia sahihi hata hakungoja ilifika tu na akaanza kutia tu sahihi kuhusu kumpigia debe huyo Martha Koome kwa jaji mkuu. Katika ukurasa huu wa 14 wanasema kwamba Edwin, sijui kama kuna biashara unaweza fanya. Hii biashara ya kutengeneza jeneza unaweza kweli? Ikiwa inaleta kipato mbona hamna shida. Kuna mwanadada huko anaitwa kama Jacinta anasema kwamba anaeleza yale ambayo amekuwa akipitia, changamoto tele ambazo amekuwa akipitia katika kushiriki biashara ambayo wengi hawapendi hata kuizungumzia. Unajua sijui kama hii jeneza ukitengeneza hata usipofunga mlango kuna mtu anakuja kuiba kweli. Watu wanaiba. Ikiwa kama umefuata hapa juzi ama ni kitambo si juzi ambapo mtu alikuwa anasema wao ufuata kama kuna mtu amekufa ule ambaye anatajika, wanaenda wanamfukua, wanachukua sanduku lile, wanaenda wanaosha, wanapaka rangi, wanauza tena. Sasa huyu mwanadada Jacinta anasema kwamba kuna yale ambayo anayapitia, kuna zile za changamoto ambazo anapitia akiwa na miaka 29. Anasema kuna yale ambayo anapitia ni mambo mengi sana. Wengine wanamchochea kwa hii kazi ambayo anafanya, ushonaji na utengenezaji wa majeneza. Anasema kwamba ni kazi ambayo ina changamoto kweli. Yamezungumziwa katika ukurasa wa 4, katika ukurasa wa 14, katika ukurasa wa 15 wanasema kwamba Vihiga iko tayari kukabili Mathare. Vihiga United, hiyo ni club ya Vihiga United, ipo tayari kuikabili Mathare United. Kocha wa zamani wa Bandari ajiunga na club ya Homeboys. Hayo ni yale ambayo yameangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma ambapo ni Timba au Sport. Na ikumbuke kwamba Manchester City sasa ndio club ambao imetua ama imekuwa bingwa katika ligi kuu ya Uingereza EPL. Hayo tu ndio yameangaziwa katika gazeti hili sima la Taifa Leo. Kuna kisa hapo umesema cha kutengeneza majeneza. Nilikuwa nafikiria tu, lakini sijawahi ona advert yoyote mtu ameweka kwenye redio, kwenye televisheni akitangaza majeneza. Unajua ni biashara kama biashara. Sidhani kama unaweza eka advert ya kutengeneza jeneza ama kuipamba ama kushona vitambaa vya wezi. Sasa sinawezekana. Unajua hii ni kifo. Sasa hivyo itamaanisha ni kama wewe unatamani tu watu wafe tu. Na unajua kuna kifo. Tunajua kifo, lakini yote anaweza kufa kwa njia yake tu, maybe mzee, mgonjwa, kifo. Lakini akiji kwa furaha. Akiji kwa furaha. Nasa ndio hivyo sasa mtu aseme tu vizuri kwa wale wamepoteza wakwao makiwa mwanzo. Hapa tunauza majeneza mazuri zaidi. Ila aliezi. Hilo aliezi. Ukiwekwa ndani huko ina joto vizuri. Ila aliezi. Hilo aliezi. Kwa sababu hiyo utangoja. Labda 30-20. Asante sana mpenzi mtazamaji. Acha niangazie haya. Kurasa ni maoni tu, kurasa wa 17 kama kawaida. Hapo naangazia kuorodhesha shule jinsi zimeperform. Ranking of schools to be reintroduced. Ni swali tu. Unaona nasema kwamba jinsi matokeo ya mtihani wa KCSE ulitolewa, pengine mashule yangeorodheshwa jinsi yamefanya vizuri kutoka huku juu hadi chini. Wengine walikuwa wamekataa kitu hiki kapigwa marufuku, lakini hapa wanauliza, kuna wale wanasema kidogo yafaa kweli kwamba watu waanze kuorodhesha mwanzo
shule hizi zianze kuorodhesha ndio watu watie bidii zaidi kwamba kukue na hiyo competition. Unajua shule fulani hapa, shule jirani ilinishinda mwaka jana, mwaka huu nataka pia nifanye nini nishinde. Kwa hivyo kutakuwa na competition vizuri ili iweze kutia watu wafanye kazi, walimu watie bidii zaidi. Lakini sasa hivi unajua ni kama walimu wameachia wanafunzi waweze kujitafutia tu wenyewe, manake hawajali shule ikui ranked, hakuna mtu anauliza anything. Na kuna wale anasema kidogo hapana, haiwezekani, manake kurank yale mashule, kuna wenye watajifeel wako inferior, kuna wale watakuwa mocked, vitu kama hizo. Kidogo wanasema kwamba hii haitaleta maana. Vile vile watu watakuwa wanapigania nafasi zile za kurankiwa ama kuorodheshwa juu zaidi. Vile vile watakuwa wanatumia njia mbaya kupitisha wanafunzi ili waweze kuorodheshwa kwa nambari mzuri. Vile vile hiyo sasa itachukulia kutoa half-baked students. Yayo tu kwenye ukurasa huo wa 17. Mpenzi mtazamaji, kumbuka tulikuwa live upande wa YouTube, unaweza like, subscribe, share. Hadi wakati mwingine, kumbuka tunakutana katika mpango mzima wa Zaria Obotaka kuanzia saa 4 hadi saa 7. La kwangu ni Fidel Omoshogi. Na vile vile kumbuka mpenzi mtazamaji, shangazi ya kujibu leo tujaiangazia, kwanza tulianza hapo jana. Ifikapo pale saa 7 tutakuwa tunaingia hapa kwenye meza hii kuiangazia hayo kidogo ya familia. Tuangazie kuna wale anasema wamependana kwa muda fulani, mtu ameruka tu hiyo story, amemruka Yesu kipetero. Hayo tutaenda kuiangazia pale saa 7. Kwa hivyo tukutane kwenye meza hii pale saa 7, lakini sasa hivi kutana na Videlis Mochoe kwa mpango wake mzima Zaria Obotaka. Hadi hapo kesho sana wakati kama leo, niite Edwin Mukaya. Barikiwa. Kumbuka kuna story yangu. Zitainamia miungu mingine ila wewe Yawe. Zitainamia miungu mingine ila wewe Bwana. Zitainamia miungu mingine ila wewe Yawe. Kaba tegere one speed na barigere ba global radio na bakwani dimbi ya mole asa mareta ngoro kunaskeru mwende gari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo beke comment ya ororo. Konyora ogotero kwa Mungu wa miungu buna eskiza tuni yago. Genda sense moye message olike egeta skiza utigiribaga umata 761 9942 eliotume utia se namba 811. Genda ase ense moye message olike egeta skiza utigiribaga umata 761 9942 eliotume utia se namba 811.